Kudhalilishwa ama aibu ambazo tumepitia katika historia zetu za maisha, pengine nyingine ni katika utoto wetu, zinaweza zikawa ni mwiba ama ukuta wa sisi kuendea fursa mbalimbali ambazo tunakutana nazo hata sasa katika watu wazima, kwa sababu kudhalilishwa kule ama aibu ile ulioipitia kipindi kile, mara zote inakukumbusha maumivu unaweza kukutana nayo pengine ukijaribu hichi kitu kipya ambacho unapaswa kujaribu ama kufanya jambo hili ambayo unapata kutoka kwa fursa hii. Kuna wakati nilikaribishwa kuzungumzia kuhusu masuala ya afya ya akili kwenye semina fulani, lakini wahusika wa ile semina wengi walikuwa ni wazungumzaji wa Kiingereza, kwa hiyo nilipaswa kuzungumza kwa Kiingereza. Wakati naendelea kujiandaa kwenda kuzungumza katika ile semina, nikawa naanza kuwa na hofu kwamba nitaweza kuzungumza hicho Kiingereza. Watu wenyewe wamesoma nje ya nchi, mimi nimesoma hapa hapa, nimesoma shule ya primary ya kawaida tu, kidumu na mfagio. Kiingereza kitakuwaje, kitaendaje? Kwa hiyo nikataka niairishe kwenda kwenye lile tukio. Rafiki yangu mmoja akaniambia sentensi, akaniambia umeitwa pale kwenda kuwakilisha au kuwasilisha mada ya afya ya akili ambayo nakufahamu, unaifahamu vizuri, haihusiani na Kiingereza chako. Kwa hiyo hiyo iko tu katika akili yako, wewe jiandae zaidi na kuwasilisha mada hii. Nakumbuka kwa sababu nimesoma primary ya kawaida, wakati naenda sekondari form 1 ilikuwa ni lazima ile shule uongee Kiingereza. Siku moja nilikosea darasani, wakati nauliza swali nimenyoosha mkono, mwalimu alivyonifikia nikasema I'm forgotten myself, badala ya kusema I've forgotten the question I wanted to ask. Sasa nilivyochekwa na darasa na mwalimu alivyonisema, hiyo ilinifanya nisiwe very secure na ikanipotezea ile kujiamini kwangu na namna ya kuzungumza Kiingereza. Sasa pengine na wewe unayenisikiliza, kuna jambo uliambiwa, ulinenewa katika utoto wako, katika makuzi yako, katika historia yako, ni jambo la aibu ama la kudhalilisha, ambalo mpaka leo linakuzibia fursa ama linakunyima nafasi ya wewe kusonga mbele, maana unakumbuka kudhalilishwa ama kuaibishwa kule. Tambua hilo swala ni lipi, lifanyie kazi. Lipo katika fikra zako tu. Cha msingi jikubali kwamba sasa wewe ni mwingine na umejifunza na unasonga mbele na hakuna aliye mkamilifu. Asante.